Yesu aliye mwema amekuokoa yuko ndani yako, then mema ya Yesu yataonekana ndani yako. Lakini huwezi ku-exercise mema ya Bwana kama uko nje ya Bwana. Praise God. Sasa wokovu ni kipawa cha bure tulichopewa, na tuna sababu ya kumwambia Bwana ni asante kwa sababu hiyo. Si kwamba tumetenda mema, si kwamba tumetoa sadaka nyingi, si kwamba tumefanya nini kikubwa sana, ni kwa sababu Mungu alitupenda. Tuna sababu ya kumwambia asante. Lakini wengine wote karibuni, tukimaliza ibada tutakutana kwa meza ya mchungaji tuongee matatu mawili, and then we call it a day. Amen. Amen. Now tunarudi katika context ya message yetu. Leo hakuna kutoa mapepo. Leo hakuna fire. Today we are thanking God. Amen. Because it is a Thanksgiving Sunday. Lakini likipita karibu tutalipioga tu. Na inaona intercessors wako macho, wanariaria waone kama ni wapi kuna shida. Wamejaa with their part, with power, which is good. Amen. Amen. So we shall read from the book of Psalms. Hatutakuwa na lot of reading, na probably kama nitachukua muda mwingi itachukua probably 30 minutes, then tupate dakika za kuhesabu pale mbele, tumwambie Bwana asante, then we call it a day. Psalms 138, 1 and 2. Psalms ni Zaburi 138 mstari wa kwanza na wa pili, and Psalms 138 verses 1 and 2. Kizungu imenipiga chenga kidogo, but we shall read from both versions, from Swahili version and the English version. Ingereza 1 and 2, the Bible says, I will praise you with my whole heart. Before the gods I will sing praise to you. I will worship towards your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. Amen. Nimependa hiyo. Swahili inasema mshukuru kwa moyo. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote. You see the reason as to why nimekwambia kizungu inapiga chenga. In Psalms, the English version, it says I will. Amen. Nimeporea. Inasema I will praise you with my whole heart. So praising God ni kumsifu Bwana. Amen. But in Swahili version the Bible says nitakushukuru. Amen. So tutamsifu katika shukrani. Amen. Na katika Swahili inasema ya kwamba nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele za miungu nitaimba zaburi. I love this. Amen. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Amen. Ninapenda sana hayo maneno. Tutarudi nyuma kidogo. Psalms 104. I will enter unto his gates. Kizungu ni kizuri. Nafikiri nitaenda America very soon, so that I may exercise it thoroughly. Hapa unajua kuna ndugu zangu wa Gotani mpaka niongeze vile piro, lakini kule natiririka tu. I will praise the Lord. Hallelujah. Chapter number 100 verses 4 and probably 5. The Bible says, enter unto his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, his mercies is everlasting. In other versions it says his mercies endures forever. Amen. Na hapo inasema kwamba
and his truth endures to all generation. Amen. So haya ni maneno ambayo Daudi alikuwa anayaandika, na nitarudi katika Kiswahili verses 4. The Bible says, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Amen. Rehema zake ni za milele na uaminifu wake vizazi hata vizazi. Amen. Now nataka turudi kwa akili zetu. Wakati mwingi tangu wiki iliyopita nimekuwa nikiwaza vile ambavyo tukiingia katika ibada watu na expectations, si ibada kwa na expectations. Halafu pia tuko na vita. Unaingia kwa ibada unatamani Mungu akubariki. Amen. Unaingia kwa ibada unatamani kwenda kupigana mieleka na utawala wa giza. Amen. Unaingia kwa ibada unaombea anga ifunguliwe, mapepo ya angani yaangushwe, utawala wa giza uende chini. Si vibaya, lakini wakati mwingine tunasahau vile vitu kidogo kwa mtazamo wetu tunaweza kuviona ni vidogo ambavyo tushatendea. Badala tumwambie Bwana asante, we keep on pressing, we keep on pushing. Tunachukua kile kifungu ambacho kinaongea about is it prayer? Push, pray until something happens. Sasa inafikia mahali ambapo tunaona Mungu ni kana kwamba ni kaka yetu. Tunaweza tukafanya kile tunataka ndio kitu ifanyike without knowing ya kwamba ni mapenzi yake. Thank you. Amen. Bila kujua kwamba ni mapenzi yake. Amen. So leo sitaki tutampe na mapenzi ya Mungu. Kitu ninajua ni kwamba aliahidi atatubariki na atatubariki. Kitu najua ni kwamba aliahidi atatenda na atatenda. So either ametenda ama bado hajatenda, bado tutampatia sifa za shukrani. Amen. Amen. Now, number one, we have to thank God for the free gift of salvation. Ya kwamba imetupasa tumshukuru Bwana kwa sababu ya zawadi ya wokovu ambayo ametupa. Ni zawadi kwa sababu gani? Hatuna uwezo wa kununua wokovu. There is no amount of sacrifice that can purchase salvation. Wakati wa Agano la Kale walikuwa wanatumia fahali na mbuzi, wanachinja the day of atonement, siku ya upatanisho. Wanaenda mahali pa hekalu patakatifu wanafanya ibada. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba mwaka ukiisha, they had to renew that covenant kwa sababu it was limited. Amen. Limited atonement, ama ni upatanisho wa muda una mipaka ya kwamba every year lazima waingie. Ukiangalia Leviticus 16, ukisoma hiyo story yote ya upatanisho utapata pale wale makuhani kina Haruni wanaenda pale kwa niaba ya Waisraeli wote, kila mmoja na sadaka yake, wanafanyia upatanisho. Halafu ndio dhambi inaondolewa mwaka mwingine tena bado. But when Jesus came, amen, Mungu akaona haiwezekani hawa watumishi watoto wangu waendelee kukaa katika hii limited atonement. Ndio maana akamtuma Yesu. Hatuna haja ya kutoa tena ng'ombe. Mwanzo mimi ningepata wapi ng'ombe? Sina hata kuku. Amen. Nilijaribu kufuga huku, space za town haziingii mifugo. Amen. Na hizi nyumba zetu za rento, ningetoa wapi mbuzi? Ningepata wapi fahali nipeleke ili kwamba nisamehe? Amen. Wengine tungefungiwa nje, lakini Bwana kwa upendo wake, amen, his endless love, his sovereign love,
He gave his only begotten son. Why? Ili kwamba tukapate. Praise God. Amen. So kama kuna kitu ambacho unaomba na bado Bwana hajatenda, usisahau kumshukuru kwa sababu ya kutuletea wokovu wa bure. Amen. Kwa sababu hakuna yule ambaye ana uwezo wa kununua wokovu. Hata wenye pesa, kama kwa hesabu ya haraka haraka, watu niliowachua tangu nije hapa ni huyu ndugu yetu ambaye tunamuita Mama Saseme Dalet. Huyu mwanaume na mheshimu kwa sababu kile ambacho anafanya, kuna watu wengi hawawezi kile alifanya wakati wa uhai wake. Hata leo bado kazi zake zaonekana, lakini huyu mwanaume hangekuwa na uwezo wa kununua wokovu, pamoja na generosity aliyokuwa nayo, pamoja na mali alizokuwa nazo. Instead aliziacha at 58. Kana vua viatu vishikilie kwa mkono uchomoke, manake unaibiwa sasa hivi, kwa sababu sadaka ya dhambi ni Yesu once and for all. Na usiangalie vibaya kama uliibiwa na kutoa takaza masikio. Be patient. Sadaka zingine utatoa, lakini ya dhambi mlongo sana. Kuna rambo sasa hivi. Umefika Ephesians ama? Yes. Chapter number 2. Bado natapatapa. I'm combining the versions ili kwamba tutembee pamoja. Verses number 8 and 9. Biblia inasema ya kwamba, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest everyone should boast. Not of works, lest everyone should boast. Amen. Ukisoma katika version ya Kiswahili kwa haraka haraka, nani amepata atusome? 2:8 Nasema, yes, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Yes. Ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, yes, mtu awaye yote asije akajisifu. Yes, good. Hiyo ina define free gift of salvation. Hebu tuelewane. Mmeokolewa kwa neema katika imani ndani ya Kristo. My brother Dan alikuwa anaongea about grace. Acha ni define grace in 2 dimensions. Dimension number 1, grace is unmerited favor. Ama ni kibali ambacho hatustahili. Amen. Wakati mtu amekuletea zawadi, hauna sababu ya kumuuliza maswali. Uzaibula pesa ngapi? Manake haukumtuma. Amen. Hauna sababu ya kuanza kumuuliza maswali, na hauna sababu ya kwamba utake kujua kama utamlipa lini. Maana haja kukopesha, amekupatia for free. Hivyo ndivyo Yesu alifanya, lakini ni katika imani. He who believes. Amen. Amen. Tunapoamini na tunamwamini Yesu. Amen. Amen. Ya kwamba alikufa pale msalabani akatuondolea dhambi. So we believe in our hearts, we proclaim with our mouth that Jesus is Lord and he died for us, then tunaokolewa. Amen. Amen. Na tunakuwa viumbe vipya. Biblia inasema ya kwamba si kwa matendo mtu yeyote asijisifu. Na sitaki unielewe vibaya nikitaja matendo. Matendo mema yaambatane na mtu aliyeokoka. Lakini kama hujaokoka, hata ukitenda matendo mema hayawezi kukuokoa. Nafikiri naeleweka hiyo. Ndiyo mtu asiseme tuliambiwa tusitende matendo mema. Hayo matendo mema ni result ya kwamba ushaokoka. Manake ukipanda mwembe
huo mwembe utazama ele. Kama Yesu aliyemwema amekuokoa yuko ndani yako, then mema ya Yesu yataonekana ndani yako. Lakini huwezi ku-exercise mema ya Bwana kama uko nje ya Bwana. Praise God. Amen. Sasa wokovu ni kipawa cha bure tulichopewa, na tuna sababu ya kumwambia Bwana ni asante kwa sababu hiyo. Si kwamba tumetenda mema, si kwamba tumetoa sadaka nyingi, si kwamba tumefanya nini kikubwa sana, ni kwa sababu Mungu alitupenda. Tuna sababu ya kumwambia ni asante. Amen. Amen. Tuna sababu ya kumwambia ni asante. Number 2, acha ni free gift of life. Uhai. Kuna uhai mara mbili, uzima wa roho, uzima wa mwili. Yesu alitupa uzima wa mwili, alitupatia uzima wa roho. Why? Ninasema hivi kwa sababu gani? Pia huu uzima wa mwili haununuliwi na pesa. Nitarudi tena pale kwa Mombasa, sema angekuwa ana uwezo wa kununua uzima, huyo mwanaume angeishi miaka mingi. Manake alikuwa ana uwezo wa kifedha, wa kimali, lakini uzima na mauti viko mikononi mwa Bwana. Akitupatia, tuna sababu ya kumwambia ni asante. Amen. Amen. Kuna watu hata hivi leo tunavyoongea, maybe, probably, wako kwa ICU pale, somebody is fighting for life. Kuna one of our youth, wakati mwingine alikuwa mtoto wa mwalimu anaitwa Mr. Fanjo, alikuwa one of my primary teachers. Huyo kijana akaja pale, tukajuana, akajoin church, akawa youth leader. Siku nyingine ndo akaniambia mimi ni mtoto wa mwalimu. Nakumbuka unfortunately huyu mwalimu akagonjeka, akapelekwa Nairobi Women Hospital, akatolewa, akapelekwa Pandia. Alipofika pale aliwekwa kwa oxygen, aliwekwa 2 weeks kwa ICU. 2 weeks. Insurance ya shule kakula yote, kama alikuwa na pesa liwa yote. Baada ya 2 weeks huyo mwalimu Mungu akamchukua, na bill ilikuwa ni about 1.8 million. 1.8 million. Hii ni baada ya kwamba zishakatoka kwa zile zingine za insurance. Tunachanga milioni 1 na 800 tukatoe maiti, tukazike mchangani. Bwana asifiwe. Na it was very tough. Kijana ilibidi akimbie kwa TSC, aende kwa Ministry of Education, akaenda kwa wabunge. Uzuri kwa sababu yeye alikuwa bado anafanya kazi, hapo ameretire. Pesa zikatolewa na wanasiasa. Lakini 1.8 unachukua mzoga, unaenda kuweka kwa mchanga na inaoza na ni basi. Amen. Amen. Kama pesa ingekuwa ina uwezo wa kununua uzima, hiyo 1.8 pengine ingenunua na huyu mwanaume angeendelea kuishi. Lakini kuna mtu hapa amepata nafasi, amenunua mahamri yake 2 asubuhi, amekunywa chai ya rangi pengine haina sukari, na amekasirika, anakuja kanisani, anamwambia dadi wadilo. Na kuna mwingine hizo pesa anazo za kununua kile anachotaka, lakini chakula hakipiti. Kama tunaweza tukamtazama Bwana katika hiyo angle, pamoja na kwamba vitu haviko sawa, lakini kuna uhai wa bure tumepewa, tunaweza tukainua mikono tukamwambia Bwana asante. Amen. Let us learn to appreciate God. Sasa zingine jirike mkutano wewe na wewe peke yake, na uangalie yale mambo makubwa Bwana ametenda kwako. Huu uzima, tumezika watu wangapi kwenu? Tumezika watu wangapi kwa Jeki?
Tumezika watu wangapi taifa letu la Kenya? Why not you? Why not me? Ukifikiria hivyo, hata kama umelala njaa, utamwambia Bwana na kushukuru hata kama nimelala njaa, lakini kwa sababu niko salama, pokea sifa Bwana. Lakini sasa tunasahau. Amen. Siku nyingine baada ya ibada hapa, Pastor Caleb akawa kuna mshirika wake amepata accident, amepelekwa Kilifi. Akaniambia, my brother, tafadhali naomba unipeleke Kilifi, kuna one of us amepata accident, yuko ICU. Sisi tukachomoka na ile gari yake, tukakimbia, tukafika pale bridge, tukapata ambulance inakuja. Hatukutia shughuli, tukafika, tukaambiwa kama mna ambulance iko mbio, ndio huyo mgonjwa anapelekwa Georgia. Tukageuza gari, tukaanza kuifuata. Tumefika pale Madina pale, kuna lori ya mchanga imesimama mbele, nyuma yetu kukatoka manyanga imebeba washirika wa New Life, wametoka ibada wanaenda zao, wakabila wale wa kutoka huko barabara wametolewa, wanapelekwa stage wachukue magari waende kwao. Hiyo gari ilitupita ikiwa na speed ya juu. Hapo mbele tulifanya kuona vumbi, moshi. Pastor Caleb akasema, angalia anafanya nini? So mimi nilikuwa kwa siti ya nyuma, sikuwa nimeona hiyo simu. Sasa ile vumbi ilipoishaisha, kumbe kuna lori ya mchanga imepark. Hiyo manyanga imeingia kwa nyuma, halafu sisi tuko nyuma yake, manake ameovertake na amekonga. Bwana nilitetemeka mimi. Manake sijaona watu wamengolewa mkono umetupwa huko. Mtoto ameanguka kule, kichwa imebomoka. Yaani hapo kuna several people walikufa on the spot. Sasa mimi nikaanza na mimi kutoka na jaribu kuvunja kioo ili watu watoke. Pastor Gola alivuka barabara upande mwingine, akaenda akashika kichwa. Akasema hai, akaacha gari kinguruma, mlango uko wazi. Yaani amepanic. It was very bad accident. Yaani nikaketi na nilikuwa ni mara ya kwanza najifunza gari. Nikasikia mwili umefreeze, nitaendelea kupeleka gari katika barabara zetu kama hali. Amen. Lakini nikajiangalia nikasema, mbona sio sisi tu uko nyuma yao? Neema ilitubeba, hatukuingia hiyo gari iliyokuwa mbele, manake speed yetu ilikuwa iko chini. Lakini vile aligonga, tungekuwa tuko mbio pia tungeingia nyuma. Tunasafiri na gari zile ambazo zinaua watu, lakini tunajipata tumesafiri tumerudi. Amen. Mimi sijatembea kwingi sana, lakini nimeenda masafa ya masaa 24 kwa basi. Tumeenda Kitale, tumezunguka mlima wa Kenya kutoka Nairobi kwenda Kiberisha, kuzunguka huko Meru mpaka tukarudi Nairobi. Hatuja kutana na jaribu. Usimama mahali nikamwambia Bwana na kushukuru.